uwanja wa Nyamiobo kambi kwa ajili ya mahubiri ya makambi. Bwana, twaomba Roho wako Mtakatifu asidi kukaa nasi kwa hii uwanja na asidi kutuongoza, na pastor ambaye anaenda kusimamia kipindi cha uongozi anapotuongoza, Baba, Roho wako Mtakatifu umuongoze, na tunaomba kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Ni wangapi pamoja nami tunakaribisha pastor wetu atuongoze? Pastor, karibu. Asante sana wana wa Mungu, wadogo kwa wakubwa, na wasalimu amjambo. Amjambo tena. Hamjambo. Hebu nione wale ambao tuko makambi. Hamjambo. Makambi 2024. Salvation Simplified. Makambi 2024. Kwa hivyo tunashukuru Bwana kwa kutulinda na kutuongoza na kutulete umbali huu kwa makambi yetu ya mwaka huu. Natumai ya kwamba makambi haya ndiyo ya mwisho kabisa katika conference yetu ya South Kenya. Kwa hivyo yule ambaye anaongea nanyi ni Pastor Mititi kutoka Nyabimwa District. Niko hapa kwa ajili ya makambi yetu ya 2024 hapa Nyamiobo. Kwa hivyo kipindi chetu cha siku ya leo ni uongozi, leadership. Tumekuwa tukizungumzia mambo mengi kuhusu uongozi. Basi leo tungependa kusikiza ni nini kile Mungu tena anatukumbusha sisi kama Wakristo, sisi kama viongozi ambao wameteuliwa na wamepewa kazi ya kufanya katika kanisa teule la Bwana, kwa kuandaa wana wa Mungu wadogo kwa wakubwa kwa ajili ya kuja kwa Yesu wetu Kristo. Hebu tuamini na tuombe. Baba wetu uishie juu mbinguni, asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Ninaponena na wana wako kwa kipindi hiki cha uongozi, nimeomba unitumie jinsi ambavyo haujawahi nitumia. Ni katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Mungu, tulipokuwa tunazungumzia kuhusu uongozi, leadership, we started saying that leadership comes from God. Ya kwamba uongozi wowote ule unatoka kwa Bwana. Kwa hivyo hakuna uongozi ule ambao mtu anapewa ama anapata ambao hautoki kwa Mungu wetu aliye juu mbinguni. Ndiposa tunapotazama kitabu cha Warumi, na ningependa hata nyinyi wa Kristo ambao mmeketi pale tuwe tayari kusoma hilo fungu ili tuendelee kusikiza ni nini kile Roho wa Bwana angependa tujue. Kwa hivyo tulisoma, tunataka kusoma kitabu cha Romans 13 verse 1. Biblia inasema ya kwamba hakuna uongozi wowote ule ambao hautoki kwa Mungu wetu aliye juu mbinguni. Kwa hivyo sisi wote tumeambiwa ya kwamba tuwajibike na tuwe watu wasikifu kwa viongozi wetu. Kwa hivyo ikiwa wewe umeteuliwa, ikiwa wewe umewekwa usimamie pande fulani, unastahili kuwajibika kwa njia mwafaka
na utende kazi ukiwa unamtanguliza Mungu wetu. Romans 13 verse 1. Everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Kwa hivyo uongozi wowote ule unatoka kwa nani? Kwa Mungu. Hebu soma kwa Kikisi. Tigakero monto abe insaso koraki aso koigwera asabare no kobwa ekiagaro kobwa konde tikoli gotaru etia sengo. Kwa hivyo mumesikiza ya kwamba, asante, mumesikiza kile ambacho Biblia imesema. Tuwe tunaheshimu sheria, tuwe tukiheshimu sheria, tuwe tukiheshimu viongozi wale ambao wametengwa na wamewekwa kando ili wafanye kazi ya Bwana jinsi inavyostahili. Kwa hivyo ikiwa wewe umeteuliwa kama deacon, kama elder, kama pastor, kama women ministry leader, ikiwa kuna ile kazi ambayo umepewa katika kanisa, unastahili kuwajibika na utende hiyo kazi kwa uaminifu. Kwa hivyo ikiwa wewe ni deacon, deaconess, unastahili kujua kazi yako kama deaconess. Unajua ya kwamba kazi yako ni kukaribisha wageni pale mlangoni. Unajua ya kwamba kazi yako ni kusimamia zaka na sadaka, kukusanya hapa mbele. Kwa hivyo kazi yako, unajua ya kwamba unawajibika hata kufanya usafi kanisani ili mambo ya Mungu yaende jinsi yanavyostahili. Haleluya. Turasoro gendo kogenda iguru bomenyo bwabaya mogoko butambe. Kwa hivyo mumesikia hayo mambo, wana wa Mungu, sisi kama viongozi. Kwa hivyo kuna yale ambayo ningependa machache tuyatasame juu ya uongozi, leadership. When I'm talking about leadership, it means that it is an office which somebody has been placed to run things smoothly. Leadership means it is a service. You are in the office. You are seated on the chair to ensure that everything goes well. Mtu mmoja anasema hivi, in leadership everything rises and falls. So if you sleep in leadership, you will destroy everything. If you joke with leadership, you will mess up with everything. So we are supposed to be serious in any department that we've been given, servants of the Most High, so that the work of the Lord may run smoothly. We await for the second coming of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. When you read from the book of Exodus chapter 18 verse 21. Hebu tuende huko haraka sana. Exodus 18 verse 21. Biblos ngakiago teba. Exodus 18 verse 21. Ekeremoko nyakorigie kebunge ku iga Moses ekere akora abana baba Israel korwa sense yobosu abantu nkomochera bare bakomorese mechande menge bakomorese obokongu bagwetera Moses okobaga kuhando ebina by'abantu korumambi
mpaka marogoba. Igekero basome gitabu gya Exodus 18 verse 21. More especially ochakere Exodus chapter 18 verse 14 to 16. You will have the background egokwanwa igoro yoborai buna Moses akorete mirimo ya Nyasaye. Tigango tosome abatari korigiri yaki abaranyare ko babarayi baki babantu ligana 50 haleluya. Igabana banyasaye ekirogo some kefunge ku gya chapter ya Exodus chapter 18 verse 21 twairwe the qualities of a good leader. Aibuno morayo muya no bwente koba nechimbwa chingia. Number 1, we have been told that you be somebody who is God fearing. Number 2, we have been told that you be trusted. Number 3, obo monto otanjetiri yaki. Obo monto otanyare kobe kwa mofuko. Because the moment you are bribed, the moment you are put in the pocket, you will lose the focus that is even spoken in the Bible. A focus ya itonere libuna ba Kristo. Nokora abantu banyasaye gochiaralia. Hallelujah. Tosomange gitabu gya Ezekiel 1:1. Now, igontagete onchokero yo mino. Omobole nga, do you measure up? Morigere dio motenga, do you measure up? Do you measure up as a leader? Igo ayabuno mo Kristo amangana nare obuenere toikeranie amangana nare. You are supposed to have qualities. Quality chomorayomuya. A true Christian leader is a spiritual man. Weikobo monto okoraki. Ogosaba. Omonto oichoirwe no moika. Egento kenda abana banyasai. When I say that you are supposed to be a spiritual leader, it means that you are supposed to make Jesus Christ your pattern. A true Christian is a man of vision. A vision ya Kristo begi Adventista. Our vision is to lead people to heaven. That is our vision. Ntobuwa atikerenga kende gionzi. Wotatiga egyo koraba Kristo gochiaralia gochaigoro. Iga abana banyasaye egento kende ekrobo some gitabu gi Ezekiel 1:1. Amaroro na kwaneire ase gitabu gi Ezekiel chapter 1 verse 1. Ebu tusome huko. Ezekiel 1:1. Aseri tukoliala 5 omotienyo kane omwaka bwe 50 ekero inche Ezekiel na akoreteki na amenye tange no roach igore gakoraki ekamara akarora maroro korwa sengo igogo ikotu ara maroro abana banyasaye buno morayo muya egento kendenda etokwanira abana banyasaye. A true Christian leader is a man of the word. Omosacha osomo kungu bweringana ogosoma Biblia. When a leader is too busy to spend time with God and his word every day, he is busier than heaven ever intended him to be. Ekerore busy otarigo somali ngana lia Nyasaye amachibu na aliaya